Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Si dua, kabla ya dua kuna hii kadhia ya sisi tuishi katika jamii, lazima tufahamiane, lazima turakiz. Aktharuna nadhun annana nufakkir, lakin nukhti fi tafkir. Sisi utaona tufikiria. Utaona mtu akwambia kitu akwambia haingii akilini. Yaani maana yake amefikiria aona kama haiwezekani. Nishawahi kuambia masala haya kwa mtu alosoma aqida, vitabu vidogo kabisa, sawa sawa, lakini sio kwa mtu alosoma aqida, ni masala rahisi sana na hayawezi kumtatiza kabisa. Kuna mabhath katika elimu ya aqida, ukisoma katika ilmu yani tauhidi, kuna masala ya al-ahkam al-aqliya. Kuna hukumu za kiakili, kuna hukumu za kisheria na kuna hukumu za kiadi. Kuna ahkam adia, kuna ahkam sharia na kuna ahkam aqliya. Ama ahkam sharia mzijua wajib, mandub. Kuna ahkam aqliya na kuna ahkam adia. Ahkam adia na aqliya zimegawanyika tatu. Yani ahkam aqliya kuna tatu na ahkam adia ni tatu. Kuna al-mustahil wal wajib wal jaiz, au al-mustahil wal wajib wal mumkin. Al-mustahil sisi ahkam aqliya, mustahil ni kitu ambacho kiakili hakiwezekani. Hiyo ni mustahil aqlan, ni kitu ambacho kiakili hakiwezekani. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, hiyo ni mustahil aqlan, kiakili. Kuna alwajib aqlan, alwajib aqlan ni kitu ambacho hakiwezekani kuwa hakipo, yani la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Almustahil la yutasawwaru fi aqlihi, hii ni tukisema almustahil alaqli, ma yutasawwar fi alaqli wujuduhu, yani mustahil. Alwajib ma yutasawwar ni ile ambayo haisawiriki, alladhi la yutasawwaru fi alaqli adamuhu, haisawiriki kuwa haiko. Tataja mifano yote msio na sasa. Kisha kuna ile tatu ambayo ni jaiz ama mumkin. Jaiz au mumkin, yutasawwar wujuduhu wa yutasawwar wujudahu wa adamuhu. Yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamu, yani kwa akili inakubali kuwa hiki kitu kinawezekana na kinaweza kisiwepo. Hiyo ni mumkin ama ni jaiz. Utaona vitu vingine kwambia hadha mumkin wa hadha jaiz, aina sawa. Hizi ni ahkam aqliya. Ahkam adiya pia ni hivi tatu, lakini taarifa yake tofauti kidogo. Huwa alladhi lam yu'taddu wujuduhu, yani al-ahkam al-adiya. Kuna mustahil. Mustahil kiadi, kikawaida nini? Ni kitu ambacho hakijazoeleka kuwepo kwake. Huwa alladhi lam yu'taddu wujuduhu. Hii si taarifu kutoka kwenye kitabu. Hii ya taarifu ya hukumu adi aslan huwa tahitaji kwenye ilmu ya aqida. Maana ilmu ya aqida hawajihusishi na al-ahkam al-adiyya. Ilmu ya aqida wanajihusisha na al-ahkam al-aqliyya. Fa hii taarifu mimi nimeleta kulingana na ile fahamu ambayo tumefundishwa na mashayikh zetu. Taona kwenye vitabu wenyewe wataeleza. Yani al-hukmu al-adi huwa mabniyun ala ish, ala tajriba. Hukumu ya kikawaida ya kiaada imejengewa kutokana na nini? Tajriba, na yale mambo ulozoea. Sawa? Rakizu لأنكم تشتكون من أصول هذا أصعب من الأصول. Hapa nawapa taarifu tu, naeleza tu, ngoja tukishaingia kwenye mifano mtacheka, tutachekeshana. عندنا مستحيل عادة، kisha عندنا مستحيل عقلا، عفوا عندنا مستحيل، kisha wajib. الواجب العادي ni kitu ambacho la yutasawwar, mش la yutasawwar, la yu'taddu adamuhu, haijazoeleka kuwa hakipo. Hiki ni kitu ambacho ni wajibu kikawaida. Kisha mwisho ni almumkin. Almumkin adatan ni kitu ambacho chawezekana na kisiwezekana kikawaida, tukiangalia ukawaida yetu, yale mambo tulozoea. Sawa? Kwa hivyo unaona al-ahkam al-aqliyya tumezigawanya tatu na al-ahkam al-adiyya tumezigawanya tatu. Sawa? Sasa mtu akishajua hizi na akapewa na mifano, anaona mambo mambo rahisi kabisa, ndio atakuwa anafikiria sawa. Wengi katika jamii zetu kumwambia ma huwa al-mustahil aqlan, atakuja kuletea ile mustahil adatan na kuambia ni mustahil aqlan. Na ndio maana ukimwambia mtu mimi leo nimeruka kutoka hapa mpaka Amerika na nikarudi, nimeruka, nimeketi kwenye mswala ukanibeba mpaka Amerika.
Waonaje? Mtu atakwambiaje? Haiwezekani. Haiwezekani. Haingii. Maana akili yake hafikiri. Uhakika ni kwa hafikiri. Leo ungemwambia nimepanda ndege, angekubali ama angekataa? Kwa hivyo ni jambo lawezekana. Kiakili linawezekana ama haliwezekani? Lakini kikawaida. Sasa ona kama mfano huu ambao nimeupiga, tutakwambia hadha jaizun aqlan. Kiakili ni jambo linawezekana. Lakini mustahil kia kawaida adatan ni jambo ambalo halijazoeleka jamani. Bwana nitakwambia haiwezekani. Una tu enjoy. Ukasikia kuna mtu yake anaweza kupiga sufuria 5. Aweza kula kwa mpigo sufuria ngapi? 5. Tutakwambia haingia akilini. Si mustahil aqlan. Kiakili haiwezekani. Labda ana tumbo ile mzee utafikiri ni juju wa maju. Sasa kuna kizuizi gani? Mwenyezi Mungu hawezi kuumba mtu aina hiyo. Fa huwa jaizun aqlan lakin mustahil. Ama almustahil alaqli ni mfano wake kama nini? Mfano nikwambie kitu mustahil acha hiyo huko tumeenda mbali. Kitu kiko na wakati huo hakiko. Kitu kiko na wakati huo hakipo. Haiwezekani. Yule yuko hayuko. Ukisema yuko kimwili lakini hayuko kiroho, hiyo haina neno. Wewe nakwambia yani mfano useme moyo wake uko na wakati huo hauko, haiwezekani. Fikiri hapo tutakuwa tume. Haiwezekani. Mustahil adatan. La, laysa adatan. Mustahil aqlan. Sio kwa ajili sisi tumezoea hivyo, ni kwa sababu hili jambo haliwezekani kiakili. Haya ni mambo mawili ambayo hayawezi kukutana. Fahadha mustahil aqlan. Mafhumu au mش mafhumu? Hatujaelewana? Hujaelewa? Mfano kuna kiti pale ile kiti ingekuwa tumekiweka hapa, mimi nikasema wakati ule ambao mimi nimeketi pale, ile tamu ambayo nimeketi pale pia wakati huo sijaketi pale. Yaani huyu ameketi kwenye kile kiti wakati ule na wakati huo hajaketi. Hili ni jambo linawezekana? Haliwezekani kiakili, sio kikawaida. Hili haliwezekani kiakili. Uwe unataleta kawaida yetu, kawaida ya miaka 600 iliyopita, kawaida ya miaka 1000, kawaida ya miaka 2000, haiwezekani. Hili ni jambo ambalo kiakili halikubali. Iwe mtu wakati huo yuko katika sehemu fulani na wakati huo haiwezekani kiakili. Hii ni mustahil aqlan. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa shida inakuja wapi? Hizi wajib aqlan na jaiz aqlan tushagusia, hapa ndo lengo letu. Shida inakuja wapi? Shida inakuja mtu ambaye anadhani anafikiria, ndio nikamwambia watu wengi wadhani wanafikiria, hakika wafikirie. Anakuja anachukua ile mustahil adatan, anakuja anasema ni mustahil aqlan. Lau ukamnukulia karama, ukamwambia bwana kuna wali fulani alifanya kadha. Mfano yani sasa ndo hata uje lao mimi nikakwambia bwana ule mti jana umeniita ukanizungumzisha. Ama wali fulani aliita mti fulani, ule mti ukajingoa ukaja mpaka mbele yule wali. Unaona? Tutasema nini sisi? Tudhani tuna akili, sema haingii akilini. Wale wanadaga haya iko kwenye sahihi, hadithi sahihi kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliuita mti ukajingoa ukaja mpaka mbele ya bwana Mtume ukasujudu. Ukimwambia hivyo, kama utamuonyesha kweli iko katika hadithi sahihi, atakwambia huyu yule nani? Alhamdulillah rabbil alamin. Kumaanisha si ati hili jambo aliingia akilini. Linawezekana linaingia akilini, lakini hatujazoea. Tumeelewana majielewana? Tumeelewana majielewana? Bas, hiyo ndio shida ya makarama. Hiyo tu ndio shida kubwa ya makarama. Mtu anakuja anaweka ile akili yake vile ambavyo anataka. Subhanallah. Sisi tumekuja zama, fikiri nishawahi kuwatajia msala. Tumekuja zama ambao Mwenyezi Mungu amekuja ametusahilishia mambo. Amekuja ametusahilishia mambo. Kitambo wale waliotutangulia kama miaka 100, 200, utasikia mara nyingine katika vitabu
vikubwa vikubwa kwa tajwa karama. Wasikia wali fulani alikuwa akizungumza na wali fulani na hawajawahi kukutana. Yule yuko Sham, yule mwingine yuko Misri, yule yuko Syria, huyu yuko Egypt. Wanazungumza. Ama yule yuko Hijazi, yule yuko Maghrib. Wanazungumza. Hawajawahi kukutana. Watu wakishangaa, haiwezekani. Ama Wakristo katika kisa cha Isra na Mi'raj, Bwana Mtume alisema aliporudi Maka aliletewa ile al-Kaaba nasba ainihi. Ati al-Kaaba itwaje? Baitul Maqdis hivi. Maana wale makoresho walimuuliza, hebu kama kweli umeenda tueleze ikoje? Akasema basi nililetewa ile Baitul Maqdis hapa kwenye sura yangu, ikawa inageuzwa. Nasema huku kuna milango mitatu, huku kuna milango sita, huku kuna madirisha kadha. Tumekuja katika zama alhamdulillah. Sasa hii kuna simu. Waweza kumpigia mtu yuko Amerika kwa zungumza naye. Alhamdulillah. Yaani wewe kama ulikuwa wakati zile karama haya mzungu ameweza, na Mungu hawezi. Kama ulikuwa wakati karama ya bwana toje muujiza bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa yuko Kenya waona live, wana mpira live. Wana al-Kaaba live. Sasa hiki kinachoendelea al-Kaaba wewe ukiona. Au vipi? Mzungu yuaweza lakini Mungu hawezi. Yaani Mungu ashindwa kumletea mtume wake ile Baitul Maqdis. Lakini huku mzungu yuaweza kutufanya sisi tuone live. Nakwambia jambo si ati haliingia akilini. Ni sisi akili zetu hazijatengezwa kama inavyostahili. Mtoto wa Kiislamu yoyote, mtoto wa Kiislamu lazima haya mambo kwanza ajulishwe, afundishwe tangu mdogo. Ma maana al-mustahil aqlan, ma maana al-jaiz aqlan, ma maana al-wajib aqlan. Akishajua hili hakuna ishkali na kukubali muujiza, hakuna ishkali na kukubali karama. Tumeelewa? Wazi? Kwa hiyo ukiona mtu yuae, unajua mara nyingine watu wasema usilolijua ni usiku wa kiza. Au al-insanu aduun lima au banu adam au ibnu adam aduun lima jahila au lima yajhal. Yaani mtu anachukia kile kitu ambacho ni adui ya kile kitu ambacho hakijui. Utaona ukimwambia bwana wali fulani Said Abdul Qadir al-Jailani alifanya kadha, nyinyi mzidi, haingia akilini. Haingia akilini vipi? Wewe umesoma mustahila utasema yawezekana imefanyika. Labda mimi siamini karama fulani. Ati uambie karama ya wali fulani, waweza kusema mimi siamini ile karama ile. Lakini kusema kuwa hakuna karama. Nishaambia mkiingia mkaenda majumbani. Sasa hivi mtaenda utla nafikiri sio? Mkaenda angalieni YouTube. Tafuteni, tasikia karama za kina Ibn Taymiyyah ziko zatajwa. Karama za kina Ibn Bazi, sijui akisomesha majini. Ziko karama za kina Ibn Uthaymeen. Nendeni mkaangalie. Wao hawataki tu kuyaeneza, maana wakieneza pia wao wataambiwa nyinyi kwa msemo wenzenu zao haziingi akilini. Mbona zenu zaingia akilini? Nini? Almuhim. Sawa. Kwa hivyo itwaje na wanafunzi wao wanataja, alhamdulillah. Wanafunzi wao wanataja uzuri. Nakwambia na hii YouTube imekuja imehifadhi vitu. Hata wakitaka kuficha sasa hapa fichiki. Watati. Hapa fichiki. Kwa muhimu mambo ya karama hata ni mambo yasiwashtue kabisa, mambo madogo sana. Hata bal sasa tujue Ahlus Sunna, asli ya Ahlus Sunna hawapingi karama. Hawapingi karama. Mtu anayepinga karama ni Mu'tazila. Kawaida tangu kitambo imekuja. Katika vitabu vyake naambia. Kwa yule mwenye kupinga karama fambidhan kalama. Mmesahau ile beiti ya Jawharatut Tauhid. Lakini kuwa yule mwenye kupinga karama basi yeye ndo ana maneno. Maana alikuwa ni Mu'tazila kitambo, wao ndo walikuwa wapinga. Hawa ndugu zetu sasa itabidi tuwaite Mu'tazila. Watu wa bid'a, Mu'tazila watu wa bid'a. Tena basi ujue Mu'tazila ni watu wenye akili kubwa. Si ati wanapinga kwa sababu ni mustahil aqlan. Wanajua kuwa ni jaiz aqlan. Wao wanapinga kwa sababu nyingine, ila yao ni nyingine. Wanasema lau ingekuwa karama inafaa kwa wali, basi ingekuwa hatuwezi kutofautisha baina ya wali na mtu. Ingekuwa tunashindwa kujua huyu ni mtume, ni muujiza huu ama ni karama. Wao upande huo ndo wamepinga. Sio wamepinga kwa ati haiwezekani, la kuwezekana kiakili haiwezekani. Wao wanakuambia wanapinga kwa ajili ya dalili nyingine ama sababu nyingine kisheria. Lakini mu'tamadi Ahlus Sunna hatupingi karama.
kabisa. Wanaopinga wao watajua wenyewe. Wao wakiwa na Mu'tazila marhaba, sisi hatuna wasiwasi wao na Mu'tazila. Lakini waeke mambo wazi, wasijifanye kwa Ahlus Sunna wanapinga. Haingia kilini, haingia. Mwambie mtu haingia kilini, kwani lete sababu. Hana sababu. Atakwambia mtu atarukaje kutoka hapa? Jamani, unajua miaka 600 ilikuwa ukimwambia mtu bana, mimi jana nilikuwa Maka, aweza kuamini? Miaka 600 iliyopita, 700 iliyopita. Atakuita mrongo ama atakuita wali? Kweli mrongo? Atakuita wali kwa una karama ama atakuita mrongo? Moja mambo mawili. Lakini sasa kwa sababu tuna ndege, ukimwambia mtu jana nilikuwa Amerika, hata ashtuki. Ndio hayo, ujue kuwa hili si eti jambo linapingana na akili. Hili ni jambo ambalo linapingana na ile ada tulioizoea. Yes. Sawa. Sisi Ahlus Sunna ni kuwa kila asemaje yule mwenye Zubat, wal awliya dhu karamatin rutab wa man tahawli waladin min ghairi ab. Na mawali wao wana karama na zimetofautiana zile maratibi zao. Madhehebu ya Ahlus Sunna ni kullu ma jaza kaunuhu mu'jizatan li nabi yajuzu an yakuna karamatan liwali. Ndio madhehebu ya Ahlus Sunna. Isipokuwa kuna istithnaati kidogo, illa alwahi. Nasema isipokuwa wahi. Huwezi karama aitwaje wali hawezi kuwa na karama sema timini na tuletewa wahi, hakuna. Ile ni manake, ile ni muujiza. Wahi ni muujiza, umezungumza na malaika wewe amekuletea wahi. Ile ni muujiza. Kwa wali haiwezekani. Tuletea. Sasa kuletea kwani kuna nini? Mimi si nimewaambia story ya Saidna Umar hapa, tumetaja karama. Karama Saidna Umar amesimama kwenye mimbar. Hamjui karama hiyo? Hadithi sahihi kabisa, hata watu wasijui. Saidna Umar amesimama, watu wako vitani. Sasa amepata habari sehemu kutoka mbali. Hiyo karama ya Ibn Taymiyyah ambayo mimi naikumbuka, Ibn al-Qayyim karama hiyo ameitaja, asema manake alikuwa niwatajia. Hiyo niliwatajia hapo. Niliwatajia hapa kabla ya wiki au wiki mbili. Ama nitaja hapo, wallahu a'lam. Aitwaje Ibn Taymiyyah, kuna wakati Waislamu walikuja wakapigwa vita na watu wanaitwa Tatar. Mpaka kuna watu wakadhani wale ndio Juju Majuju. Baadhi ya maulama walikuwa wadhani hao ndio Juju, manake waliingia waua kila kitu, astaghfirullah, wanaua sana. Sasa walipokuja hao wakalemea sana Waislamu. Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim asema, Ibn Taymiyyah alituambia siku fulani ama tarehe fulani ama siku muda fulani yote haya yataisha na hao watashindwa. Haya anjuaje? Baada hiyo ilikuja ikatokea baadaye, anjuaje Ibn Taymiyyah? Karama hata ishtoi. Wallahu a'lam. Tamam? Kwa hivyo nyinyi kama watoto, naam? Kullu ma kana mu'jizatan lin-nabi. Kullu ma kana mu'jizatan lin-nabi yajuzu an yakuna karamatan liwali. Naam? Illa al-wahy. Na kuna istithnaati nyingine ambazo zina khilafu. Hii wahi ndio haina khilafu. Nyingine zina khilafu. Naam? Mfano wajib aqlan ni kama kila kitu ambacho wewe wakiona hivi sasa lazima iwe mtu amekileta, au vipi? Waweza kuniambia hii imekuja tu hivi hivi yenyewe? Hata mtoto mdogo, wewe ukitaka kujua hili jambo, jaribu mtoto mdogo, mrushie kitu kwa nyuma, kikimgonga kile kitu atafanya nini? Kwa nini ageuke? Manake akili haikubali iwe kuna kitu kimenigonga isipokuwa kimetoka mahali. Kweli moro? Alwajib alaqli ni kuwa la yujadu hadithun bila muhdith. Hakuna kitu ambacho kiko kimekuja alikuwa hakiko kikaja isipokuwa kuna mtu aliyokileta. Wewe fikiria, ukisema mimi nina mwanzo. Nani anileta? Kuna ikhtiyari. Tuseme kuna ikhtiyari mbili. Imma ninajileta ama mwingine amenileta. Ukisema ninajileta, kama una vichekesho ni ninajileta. Ndio leo kusema kuwa dunia imejileta. Dunia imejileta hiye. Dunia imejiumba vipi? Ilikuwa haiko ikajiumba vipi? Yaani mimi ninajileta. Nimejileta vipi? Kama mimi nimejileta, yamaanisha tayari nilikuwa ni Hello. Kama mimi nimejileta, maanisha tayari nilikuwa niko na nilikuwa siko. Sote tukubaliana kuwa mimi ninakuwa hapa labda kabla ya miaka 30 iliyopita. Kwa hivyo yaqinan kuna kilichonileta. Tumeelewana? Basi ikiwa hiyo ni kitu kiakili, wajib aqli. Kisha imbaki nini? Mumkin aqli.
Almumkin ni kitu chochote ambacho sasa kwa mfano wewe kuna uwezekano umeishi na kuna uwezekano usiumbwe. Kabla ya kuumbwa wewe kulikuwa na uwezekano utazaliwa na kuna uwezekano basi ndio ya mumkin aqlan. Kuna uwezekano wewe sasa utaruka mpaka Amerika kwa mswala na kuna uwezekano hutoruka. Mumkin aqlan. ها يعني عقلا هو ممكن لكن نحن لم نتعوده لم نتعود يعني ما تعودنا هذا الشيء. نعم عفوا ابن تيمية miaka 700 na salamu miaka 700 yupi mara nyingi wao udai umfuate Ibn Taymiyyah. Wao idha qala Ibn Taymiyyah fasaddiquhu falqawlu ma qala Ibn Taymiyyah. Ibn Baz ameishi miaka 20 iliyopita bwana. Angufa juzi Ibn Baz mimi akifa mimi niko hai. Tafikiri amekuja wakati na Imam Nawawi. Yaani kipofu. Ibn Baz ni kipofu. Picha yake iko na Fauzan bado yuko hapa sasa. Kuna siku ule manake wao hao hupinga majazi kwenye Qur'an. Wao hao hupinga majazi kwenye Qur'an. Basi siku moja Said Muhammad Alawi al-Maliki takriban alimfuata huyo bin Baz. Akamwambia man kana fi hadhihi a'ma wa fil akhirati a'ma. Mtu ambaye hapa duniani alikuwa kipofu pia kule ni kipofu. Kwa hiyo wewe pia siku ya kiyama utakuwa kipofu. Maana hutaki majazi. Maana yule akwambia hakuna majazi katika Qur'ani. Kwenye Qur'ani ile man kana fi hadhihi a'ma yani a'ma al-basira. Mtu ambaye ni mkafiri ni dhalim. Sasa wewe unasema hakuna majazi. Hapa kasema akajibu. Sijui huwa hata sasa astaghfirullah. Lakini ndio hivyo. Almuhimu. Sasa twende kwenye masala ya dua baada ya swala. Time jamaa. Naam? Nakubali nini? Wataleta falsafa zao naye. Hawahitaji alijibu nini? Wallahu a'lam. Naam? Ani? Wako Saudia, wako Saudia. Haya, twende kwenye dua. Ni dua baada ya swala, sio? Ni dua baada ya swala. Dalili nilionayo kwa sasa, dalili ziko nyingi lakini sasa dalili ambayo nitaanza sasa haiwezi kuisha kwa muda. Yani itapita ule muda. Kwa hivyo tutatumia tu dalili moja. Nafikiri sote tunajua kwenye Qur'ani kuna dua milioni. Si milioni. Yani kuna aya milioni zinazotuonyesha tumuombe Mwenyezi Mungu. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ud'uni wa idha sa'alaka ibadi anni. Haya. Nyinyi mmesoma usuli kidogo. Al-lafdhu al-'am yajri ala umumihi hatta yukhassas wa la yukhassasu illa bidalil. Al-'am la yukhassas illa ikija kitu 'am, amri 'am, kitu 'am. Mwenyezi Mungu anamwambia wa aqimu salata. Una ruhusa usali wakati wote? Ndio. Isipokuwa kama kutakuja na hadithi kwambia usiswali wakati wala morongo. Tumekubaliana hapo. Mwenyezi Mungu anambia ud'uni astajib lakum. Ombeni wakati wote, baada ya swala ni wakati wote, masi wakati wote. Ukitaka kunikataza lete dalili. Ndio nikawaambia mimi ukisoma warakati tu, ukisoma sawa sawa una ishkali kabisa. Na niliwaambia mara nyingi dalili moja kwa mtu ambaye kweli yataka haki, dalili moja inamtoa. Tumeelewana? Mwenyezi Mungu ameniambia mimi ni muombe. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu ameniambia wadhkurullaha kathiran. Dua ni dhikri ama si dhikri? Dua ni dhikri. Mwenyezi Mungu ameniambia wadhkurullaha kathiran. Baada ya swala mimi namuomba. Ndio nakithirisha ama sikithirisha? Ukiwa hutaki niambie, nipe dalili, haina neno. Ukinipa dalili naacha. اللفظ العام لا يخصص إلا بدليل أو العام لا يخصص إلا بدليل. وعندنا آيات كثيرة جدا تحثنا على الدعاء. Tuna aya nyingi tu. Yani mimi mambo mengine hata mimi ushangaa kusema kweli. Na pia kuna hadithi ambazo zimekuja kutaja nafsi ya dua. Baada ya swala ni sunna useme nini?
Allahumma anta wa minka salam. Kuna hiyo ni dua. Na hii Allahumma anta salam mwisho fahayyina rabbana, tuhuishe Mwenyezi Mungu kwa salama, ni dua hiyo. Na hadithi katika sahihaini ni nyingi. Ibn Abbas amepokewa, Ibn Umar amepokea, sema sisi ilikuwa tunajua swala kuisha kwa kusikia nini? Kelele, sauti. Wao wako nje wacheza, wako nje wanacheza, wanajua swala imekwisha kwa sauti ya wale wanaoswali kwa dhikri. Mimi hata nashangaa, yani kusema kweli mambo mengine hata astaghfirullah alazim, yani kama ambaye sijui niseme ni inadi ama ni kutaka tu kupinga. Mwingine ni gharib jiddan. Ala fikra, mambo ya karama paka kwenye Qur'ani yako dalili ya karama kwenye Qur'ani iko. Mtu hata si mtu lazima ambe kwenye hadithi. Mimi ghafilika mimi. Dalili ya karama manake ilikuwa si story ya karama. Leo ilikuwa ni story ya dua. Yeye ndo mkaleta story ya karama juu kwa juu. Kwa hiyo mmeghafilika. Dalili ya karama paka kwenye Qur'ani karama iko. Sayyidatuna Maryam ni mtume si mtume? Ilikuwa Sayyidina Zakaria sema kullama dakhala alaiha Zakaria wajada alikuwa akija kipata riziki, na hakuna mtu anayekwenda kumzuru Sayyidatuna Maryam. Yani Sayyidatuna Maryam kitambo wale wana sehemu kule kwenye mihrabi kule kama kijichumba watu wanafanya ibada. Basi ilikuwa Sayyidatuna Maryam akiingia hakuna mtu mwingine anakuja kule, ni Sayyidina Zakaria tu. Sasa mara nyingine Sayyidina Zakaria akiingia anashtuka Sayyidatuna Maryam ana matunda wakati wa jua, ana matunda ya wakati wa baridi, yani ana matunda ambayo si msimu wake. Akamuuliza anna laki hadha, umetoa wapi? Anasema qalat huwa min indillah, hii imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Karama amepata matunda ambayo ni wakati wa baridi, yamepata wakati wa joto. Sayyidatuna Maryam si nani? Si mtume. Ile utaita ni karama kwenye Qur'ani. Kwa hiyo atakayepinga marhaba aje atuambie. Ala fikra mimi ghafilika, lakini ndio. Tukirudi katika nini? Katika mambo ya dua. Kwa hivyo ni sahali. Ndio nikamwambia mimi mtu akisoma ile warakati ajaribu, hebu jaribuni, fanyeni bidii. Haya mnayosoma, taamalu, fikirieni kila mnachosoma, fikirieni, sumbueni akili. Mkienda tu kama tuaje ikhlas tutataka kumaliza, kuna mambo mingi sana yatawapita, msishtukizie. Sawa? Inshallah kesho, yani kesho ni Jumatano, kwa hiyo kesho tunao darasa hii adilla. Kesho inshallah nitajaribu niende yaitwaje sasa tutaje hizo dalili za hadithi. Maana kazi iko hadithi nimesoma nyingi, lakini ndio hivyo kwa ajili tumeanza na mambo ya nini karama, time imekwenda. Kwa hivyo kwa sasa shikeni hiyo. Leo mtu atakuuliza, atakwambia mbona muomba dua baada ya swala? Mwenyezi Mungu ametuambia tumuombe. Mwenyezi Mungu alipokuambia ud'uni astajib lakum, ameweka wakati fulani? Ni ama ama si ama? Ni wakati wote ama si wakati wote? Ukiniambia haifai niombe baada ya swala, yafaa unikataa? Mimi nitakwambia baada ya swala inaingia kwenye hii aya ama haingii? Inaingia. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'ani, someni mnachoweza katika nini. Kuna wakati hufai kusoma Qur'ani ama kuna hali hufai kusoma Qur'ani? Kuna wakati hufai kusoma Qur'ani? Nakwambia sasa hivi nyinyi watoto ambao mmefika Yakuti, mmesoma kutoka mwanzo, kuna wakati ambao hufai kusoma Qur'ani? Hakuna. Vipi? Kuna wakati ambao ni haramu kusoma Qur'ani? Kunayo, sio? Ukiwa na janaba, sio? Mumetoa wapi? Mbona mtu asikwambie bwana kusoma Qur'ani baada ya swala bid'a? Mangala. Nani amekwambia? Hakuna mtu anasema hivyo. Kwa sababu gani hakuna mtu anasema hivyo? Kusoma Qur'ani ni amri imekuja am. Kwa hivyo hatuwezi kuikhasisisha mpaka tupate dalili. Al-am la yukhassasu illa bidalil. Dhikri adhkurullah kathira, la ilaha illa Allah, la ilaha illa mina kete, la ilaha illa Allah, la ilaha illa. Mtu aje akwambie bwana usilete dhikri kwa sauti. Nipe dalili kwa nini usilete kwa sauti? Maana bwana mtume asemaje? Mwenyezi Mungu asemaje? Wadhkurullah kathiran, wadhkurullah kathiran. Amesema ulete kwa sauti ndogo pekee yake? Wadhkurullah kathiran ni'am. Kubwa au nini? Kwa sauti kubwa au ndogo? Wewe ukiniambia ndogo haifai, leta dalili. Mimi Mungu ashanipa dalili kwa inafaa. Hadha amr basit jiddan. Yoyote mwenye kuja kusema kitu hakifai, lete dalili. Dalili sisi tutoe. Dalili ni wewe ulete, kwa sababu sisi tushaambiwa tayari muombe Mungu wakati wote. Na ikiwa utafanya kazi hivi, hakuna mtu atakutezea. Ikiwa utakuwa fanya kazi hivi, hakuna mtu atakuchezea. Yaani yeye akwambia lete dalili ya dua baada ya swala, wewe mwambie lete dalili ya kukataza.
Maana sisi Mungu, mimi na dalili ya kuwa dua kila wakati inafaa. Baada ya swala inaingia chini ya kila wakati. Lete dalili ya kukataza. Hana maneno. Fa antum ايش يسمى yani haja na mtume. Sawa, haina neno. Hii mambo hayo ni ya kipuzi. Kwa sababu gani? Mimi hivi sasa saa ngapi? Saa ni saa 5:40. Nikitaka kusoma qul huwallahu ahad, inafaa haifai? Kwa nini? Mtume amfanya. Sasa Mtume hakufanya, mimi sasa nataka kusoma qul huwallahu ahad. Sasa nataka kusoma qul huwallahu. Nipe dalili kwa mtume amefanya. Na ukiniambia napata dhambi uje umekhalifu ijma'. Yaani mimi sasa nasoma qul huwallahu ahad, maulama wana ijma'. Sijui niseme hata mashia. Hata wote watakwambia kwa qul huwallahu ukisoma pata nini? Nipe dalili. Mtume hakufanya. Yaqinan mtume hakufanya. Yaani astaghfirullah, si eti yaqinan mtume hakufanya, lakini yaqinan hupate hadithi kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam saa 5:40 alisoma qul huwallahu. Sasa wewe umeitoa faqra ma tayassara min alquran. Na mimi vile vile wewe umeitoa pale. Mimi pia dua baada ya swala nimeitoa, ud'uni astajib lakum. Umeelewa? Hiyo mambo ya kuwa mtume hakufanya ni jambo, yani hao ambao ndio nakwambia hao ni nadari ayu fiqh مش اي علم يدرسونه لا ادري. انا مستغرب جدا صراحه، مستغرب جدا. Dua ni ibada ama si ibada? Dua ni ibada. Watakwambia kwa sababu dua ni ibada hufai kufanya ibada mpaka wewe mtume ameha. Haya, twende pole pole, haina neno. Nauliza nyinyi, bwana mtume kuomba Mungu ya Rabbi nipe mke mwema ni ibada ama si ibada? Ni ibada. Ni ibada ama si ibada? Bwana mtume amefanya. Mimi nikifanya nafanya nimetoa. Naam, ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Mtu ukiniambia kuwa dalili ni mpaka mtume amefanya, nani amekwambia kuwa dalili mpaka mtume amefanya? La, dalili si mpaka mtume amefanya. Dalili iko kwenye Qur'ani, iko kwenye Sunna, iko kwenye ijma', iko kwenye qiyas. Na kuna dalili nyingi nyingine ukisoma kwenye usuli utajua. Lakini mtu akwambia kitabu na Sunna, anambia dalili si kitabu na Sunna peke yake. Dalili ni kitabu, kuna na Sunna, kuna mafhumu ya kitabu, kuna na mafhumu ya Sunna. Na juu yake kuna ijma'i, imma ijma'i ya maswahaba, kuna ijma'i ya baada ya maswahaba, kuna kuja na qiyas. Sasa wewe uje tu. Kwa hivyo hiyo harakati isomeni kwa nini? Isomeni kwa inaitwaje? Kwa sawa sawa, kwa pole pole, fikirieni kila kipande. Nafikiri sasa msomele cha Imam Said Muhammad Ali al-Maliki. Ama ushakamaliza? Ametaja mifano, zingatia mifano, fikiria kila kaida, fikiria. Keti jiulize, ketini wawili watatu. Fanyeni munakasha. Jaribu mfikirie masaili ya kifikihi ambayo yanaingia kwenye kaida fulani. Sawa? Mimi ile jambo kusema wewe mambo mengine mimi nashangaa sana. Historia kwa mtume akufanya. Ushangaa. Sasa mimi hivi sasa nataka kuswali, tuseme baina ya saa 8 na saa 10. Baina ya saa 8, yani baina ya dhuhuri na alasiri. Nishaswali zile rakaa 4 za sunna. Kama saa 9 hivi najisikia kuswali sunna. Najisikia? Nataka kuswali. Mtume hakufanya. Haifai. Taban hapo kuna dalili nyingine waweza kuileta. Wasema as-salatu kulluha khair au as-salatu khairul umuri. Faman arada falyastakthir wa man arada falyastaqlil. Lakini hii hadithi imekuja kwa maana kwa wakati fulani ilikuwa. Dalili hii imekuja ni khas kwa, yani dalili yenyewe si khas. Maana kuna kaida mtakuja kusoma al-ibra bi umumi al-lafdh la bi khususi sabab. Yani dalili yote ikija am inabaki vile vile am. Mtu hafai kufanya takhsisi. Ndio hii kaida tulitaja, lakini nimeleta kwa sigha nyingine. Lakini tuweza kuambia hii dalili inkuja kwa sababu fulani. Nyinyi mbona mtaka kuifanya am? Falmuhimu ya akhi, mambo ni sukhria tu. Ni ujinga. Maana ukiangalia haya mambo ambayo yanafanywa, mfano hiyo masala ya dua baada ya swala. Mfano, piga sasa qisa ala dhalika. Mifano mingi. Mambo ya kunuti. Jamani, mambo ya kunuti ni miaka 1200, 1300 madhehebu ya Shafi yanafanya. Yaani wale maimamu wote si wacha Mungu, hawataki haki, wanapinga haki, wanapinga hadithi za Mtume. Jamani, wamekuja hawa jamaa juzi ndio wanapinga mambo. Yaani wale maimamu wote, yani wewe ukiketi ukitaamal, wale maimamu wote katika historia yetu, katika tarikhi yetu ya Kiislamu hawataki haki.
La, ni kuwa wale ndo wasomi sawa sawa, na walivyofahamu ama walipofahamu zile dalili ukawa hakuna vita. Wao walipofahamu zile dalili hakuna vita tena. Na itakuja tukija tukigusia maulidi, tukija tukigusia tawasuli, hiyo story ya tawasuli nitawatajia maulama zaidi ya 80 na nafsi zao zaidi ya 80, zaidi ya 90, labda zaidi ya 100. Nyinyi wenyewe mtashangaa, sasa hawa wote walikuwa hawajui, hawakusoma? Yani hadha amr mudhish. Jambo kusema kweli, mwanzo mimi nilipoliona nilishangaa sana. Nikashangaa mbona iweje hawa wote hili jambo hawajalipinga, waje watu zama hizi ndio walipinge? Imma wale si wasomi ama si wacha Mungu, ama hawa si wasomi ama si wacha Mungu. Sasa chagua wewe mwenyewe. فالامر صراحه يعني بسيط جدا. والله اعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله ولا مؤاخذه.